Lulu. Baada ya kumaliza kidato cha 4 kijijini na kuona maisha yanazidi kuwa magumu, nilijikuta nikisafiri kuelekea mjini kutafuta kazi ya ndani. Bahati ilinitupa kwenye milango ya ghorofa moja la kifahari linalomilikiwa na Bwana Ramadhani. Nyumba ile ilikuwa na kila aina ya anasa, lakini ndani yake kulikuwa na baridi kali la kukosa amani. Bwana Ramadhani alikuwa na mke anaitwa Madam Sandra. Sandra alikuwa mrembo wa ajabu, lakini urembo wake ulikuwa ni gome tu lililoficha roho ya dharau. Hakuwa na muda na mumewe wala watoto wao wawili, Sasha na Junior. Kila siku ratiba yake ilikuwa ni moja: kuamka mchana, kwenda saluni, kisha klabu usiku na kurudi saa 8 za usiku akiwa amelewa chakari. Mara nyingi alikuwa akimfokea mumewe mbele yangu, akisema, "Ramadhani, usiniingilie maisha yangu. Mimi ni mwanamke mrembo na nina thamani kubwa kuliko unavyofikiri." Bwana Ramadhani alikuwa mpole, mwenye kujiheshimu, lakini alikuwa na huzuni iliyokuwa ikisomeka machoni pake. Mimi niliendelea na kazi zangu kwa bidii, nikipika, nikifanya usafi na kuwa mama wa pili kwa watoto wale ambao walikuwa wakinitegemea kwa kila kitu. Siku moja, Madam Sandra akiwa ametoka kwenye starehe zake, Bwana Ramadhani aliniomba niwapeleke watoto bustani ya michezo ili wapate furaha kidogo. Aliniita pembeni na kunikabidhi shilingi 100,000 kwa ajili ya usafiri na chakula cha watoto. Tulipokuwa huko, Junior alishika mkono wangu na kusema kwa sauti ya upole, "Dada Lulu, kwa nini wewe hupigi kelele kama mama? Natamani ungekuwa mama yetu." Moyo wangu ulidunda kwa nguvu. Nilijikuta na waonea huruma watoto wale na kumuonea huruma zaidi Bwana Ramadhani. Tuliporudi nyumbani usiku huo, Madam Sandra alitupokea kwa matusi. Alinituhumu kuwa natumia pesa za mumewe vibaya na kwamba nimeanza kujifanya mke ndani ya nyumba. Hata mshahara wangu wa shilingi 80,000 ulipofika, alinikata shilingi 60,000 kwa madai ya uongo, akisema natumia urembo wangu wa kijijini kumteka mumewe. Nililia sana usiku ule chumbani kwangu, lakini mlango uligongwa kwa siri. Alikuwa ni Bwana Ramadhani akiniomba nisilie na kunikabidhi 100,000 kunituliza, akiniambia kuwa ananihitaji mimi na watoto pia wananihitaji. Tangu siku hiyo, mchezo wa siri ulianza. Madam Sandra aliendelea na maisha yake ya anasa, akiamini kuwa mimi ni mfanyakazi tu wa kawaida na mumewe ni mjinga anayevumilia dharau zake. Hakujua kuwa kila anapotoka usiku na kuelekea klabu, nyumba inabadilika na kuwa uwanja wa mahaba ya siri. Siku moja usiku, baada ya kumaliza kazi zangu na kuoga, nilikuwa chumbani kwangu nimejifunga kanga yangu nyepesi nikijipaka mafuta. Ghafla, mlango ulifunguliwa pole pole na Bwana Ramadhani akaingia na kunikumbatia, akiniambia kuwa amechoka na maisha ya upweke na anataka tuwe pamoja kwa siri. Sikuweza kukataa. Maisha yaliendelea kwa mtindo huo wa hatari. Mchana nilikuwa mfanyakazi ninayefokewa na kuitwa maskini, lakini usiku nikawa malkia wa Bwana Ramadhani. Tulikuwa tukipika pamoja kwa siri, na Madam Sandra akirudi amelewa na kumtukana mumewe, Bwana Ramadhani alikuwa akitabasamu tu, akijua siri ya furaha yake iko mikononi mwangu. Hata hivyo, baada ya miezi mikadhaa, mwili wangu ulianza kutoa ishara ambazo singeweza kuzificha. Siku moja asubuhi nikiwa jikoni, harufu ya vitunguu ilinifanya nishindwe kuvumilia, nikakimbilia chooni kutapika. Madam Sandra alikuwa amesimama mlangoni akinitazama kwa shaka. Alinivuta mpaka seleuni na kuanza kufoka, akinitaka nimtajie mwanaume chimba mitaro aliyenipa mimba hiyo. Bwana Ramadhani alishuka haraka na mbele ya Sandra bila kupepesa macho akasema, "Huo ujauzito ni wangu, Sandra." Sandra alipigwa na butwa na kuanza kucheka kwa kejeli, akimshangaa mumewe kuangukia kwa mfanyakazi. Bwana Ramadhani alimjibu kwa ukali kuwa mimi nimempa amani ambayo yeye Sandra hakuwahi kuijua, akimwambia kuwa tangu siku hiyo mimi ndiye mke wake na habari zao zimeishia hapo. Alimwambia wazi, "Sikufukuzi, lakini sikutaki tena." Na